kuja hapa Humule kuweza kukutana na kijana Swaibu ambaye hivi karibuni kijana Lusesa aliweza kuposti picha yake ikimuonyesha kijana huyu akipata tabu kuhusiana na miguu hii ambayo ni fimbo hizi akitumia baada ya kupata ajali ya mamba huku Humule. Nimefika hapa kuweza kujua, na kwa bahati njema leo ni kwa mara ya kwanza Mwenyezi Mungu amenifikisha salama kuweza kuzungumza naye kijana Swaibu. Swaibu, habari ya saizi? Salama. Unakumbuka nini kuhusiana na ajali yako ya iliyopelekea kupoteza mguu wako? Nikikumbuka za zamani nilipokuwa mbaya. Yani ilikuwaje wakati mamba inakushika pale? Nilikuwa napita, nikasikia kitu kinajiburuza, kisha nikigeuka nyuma nikaiona, na kisha ikanirukia. Ikakurukia pia? Kwa hiyo haikuwa ndani ya maji? Ilikuwa ndani ya maji, ilitoka nje. Ilikuwa imetoka nje? Ndio. Wewe ulisikia inajiburuza kutoka wapi? Kwenye maji. Inakufuata kule nje? Ndio. Na shughuli hasa ilikuwa imekupeleka kule kwa nini? Kule tulikuwa tumeenda kufua. Kufua? Ndio. Unasoma darasa ngapi Swaibu? La 5. La 5. Ndio. Swaibu, katika kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii Lusesa ameposti huku akionyesha fimbo zako hizi ambazo zinaonekana kwenye video hii kwamba ni kweli zimekwisha, na ni mara baada ya kufika hapa kwa mwipoa wako pia amezungumzia kwamba fimbo hizi zina changamoto. Zipi hasa changamoto za fimbo hizi? Changamoto zake zimeshagaisha, zimeshavunjika. Lakini pia kaka wa mama yako wamesema kwamba urefu pia wa fimbo hizi kwamba unakuwa sasa. Ndio. Wakati bado ni kijana, wakati bado mtoto pale kidogo zilikuwa unatumia vizuri. Ndio. Kwa sasa unahitaji fimbo zingine ambazo zitaendana na urefu wako pia. Ndio. Unajisikiaje endapo utasikia kwamba kuna mtu ambaye anaweza kuleta matumaini ya kuhakikisha anarekebisha fimbo hizi na kupelekea kupata fimbo zingine mpya? Tajisikia vizuri. Ulitaraji kwamba jambo hilo lingeweza kutokea? Ndio. Na jambo jingine ambalo nilitaka kujua kutoka kwako pia, nyumbani unaishi na nani? Na mama na wadogo zangu na kaka zangu. Mama yako anafanya kazi gani pia? Ni mkulima. Na baba yako yuko wapi? Yuko yeye bibi. Anafanya shughuli gani pia? Sijajua sasa hivi anafanya shughuli gani. Kwa nini uko hapa kwa kaka wa mama yako pia? Ni changamoto tunaweza kuwa napitia. Zikapelekea nini? Ndio zikapelekea nikafika hapa. Tungewa alikwenda kufua akakutana na mamba. Akawa amemkamata. Kaka yake akawa amemsaidia waliokuwa naye. Akawa amepiga kelele, watu wakaja kwa amemsaidia. Ndio kumpeleka hospitali. Lusesa ameposti kuhusiana na fimbo hizi. Zinamsumbuaje? Ina maana simeisha. Lakini pia changamoto nyingine inaonyesha kwamba hazimuenei sasa hivi kwamba ikoje? Zimekuwaje ndogo? Fupi. Zimekuwa fupi. Ukimaanisha kwamba mtoto anakuwa sasa. Lakini awali zilikuwa zinamuenea. Sasa unajisikiaje endapo ungepata habari njema kwamba kuna mtu ambaye iko radhi kurekebisha fimbo hizo wakati zikitafutwa fimbo zingine mpya kwa mwanao? Ungejisikiaje ingetokea hivyo? Ungetamani kuona inatokea lini hilo jambo? Ina maana ni muda wote watakaoweza kumpatia. Kuna mtu anaitwa General Benson Kizito, unamfahamu? Simfahamu. General Benson Kizito ni kijana anazaliwa Nguruka, Nyangabo, akifanya shughuli zake kule Kibondo. Mara baada ya kuona posti hiyo ya Lusesa, aliguswa sana na changamoto ya mwanao kuhusiana na fimbo hizi. Kwa hiyo General Benson Kizito ameniagiza fedha kwa niaba ya kuja kurekebisha fimbo hizi, wakati fimbo mpya mara baada ya kupata vipimo hapa tutapatia vipimo. Mara baada ya kupata vipimo ili kuepuka changamoto hiyo ambayo unasema leo sasa kwamba hizo fimbo tayari zimeshakuwa fupi kwa sababu mtoto anakuwa. Kwa hiyo tukishapata vipimo hapa, utaratibu wa kupata fimbo mpya
utaendelea, lakini kwa hizi zilizopo, January Benson Kizito amenikabidhi fedha na ambazo mimi nitakukabidhi hapa kuhakikisha kwamba fimbo hizi zinatengenezwa. Binafsi unajisikiaje kwa taarifa hii? Najisikia faraja nzuri. Kijana January Benson Kizito, kama ulivyosikia, ameona guswe na jambo lako. Unajisikiaje kwa jambo hilo? Asante, mimi nikushukuru sana na tuendelee na vipimo pia.